Hakuna jambo ambalo linaumiza wamama ambao wamekuwa katika hali ya ujauzito kama watoto wao wanapokuwa wanafia ndani ya mfuko wa uzazi kipindi ambacho wanakaribia kujifungua. Hata wale ambao wanapoteza mimba ambazo bado ni changa, hili jambo ni zito sana. Lakini kuna nyakati ambazo tunasema kwamba unapokuwa umepewa nafasi ya kuweza kupata ujauzito tena, ni hali ya kujipa moyo na kuweza kusema kwamba unaweza ukafika na kujifungua salama, lakini hakikisha unazingatia haya ili kuhakikisha kwamba usipitie tena changamoto ambazo umekuwa ukizipitia katika zile mimba ambazo zimekuwa zikiharibika au kufia ndani ya mfuko wa uzazi. Jambo la kwanza ni kwamba kabla hujapata ujauzito, onana na daktari. Usibebe mimba ndio uende kuonana na daktari, kwa sababu daktari anapaswa kukufanyia vipimo kuweza kuona damu yako, presha yako ikoje kabla hujaingia kwenye ujauzito. Na hii itamsaidia sana daktari kuweza kufanya mlinganisho wakati hujabeba mimba na baada ya kubeba mimba, matokeo ya vipimo yalikuwaje. Lakini pia utakapokuwa umeweza kubeba ujauzito, zingatia kwenda mapema hospitali na kuweza kuonana na daktari ambaye yeye amebobea katika masuala ya wamama ambao wao wamekuwa wakipata changamoto kama hizo ambazo unazozipitia. Kwa hiyo utakapofika hospitali, daktari lazima atakuandikia vipimo vingine ili kuweza kuhakikisha kwamba anatambua nini kinachoendelea ndani ya mwili wako. Swala la tatu ni kwamba kama umekuwa unapoteza mimba, especially kama imefika miezi 7, miezi 8 na watoto wanafia ndani ya tumbo, muda mzuri wa kuzalishwa ni either ni wiki kadhaa kabla ya ile miezi ambayo ulikuwa unapoteza mimba. Lakini kama umekuwa umeonana na daktari kabla ya kubeba ujauzito, baada ya kubeba ujauzito, na ukawa unaenda kliniki mara kwa mara na ukawa unafuata zile taratibu zote ambazo umekuwa ukiandikiwa, basi itakuwa ni rahisi sana hata kipindi kile ambako utakuwa umefika cha hatari ambao tumesema kwamba umekuwa ukipoteza watoto wako, basi unaweza kujikuta ukawa unaonwa kwa ukaribu sana ili kuweza kuhakikisha kwamba zile changamoto ambazo zilikuwa zinakupata zisikupate. Na hata kama dalili au viashiria vikaanza kujitokeza, basi daktari anaweza akafanya maamuzi ya kukuzalisha kabla mtoto huyo hajapata changamoto. Lakini zingatia, kuna vitu ambavyo ni vyema sana kuweza kuvijua wakati umeshabeba ujauzito, na vitu hivi nataweza kuviona kwenye video nyingine ambayo inayofuata ili kuweza kujua nini kinatakiwa kufanywa kuhakikisha mtoto wako anakuwa katika hali nzuri. Asante.